ni kila baada ya miezi mitatu tunatoa fedha. Wale ambao walishindwa kupata fedha kwenye kipindi hiki, wao tunaendelea kuwaelimisha, tunaendelea kuwasaidia ili waweze kuwa na vigezo na wapate fedha kwenye robo ya tatu, robo inayofuata. Na niwakumbushe tu, fedha hizi ambazo tunazikopesha ni kutokana na 10% ambayo tunachangia, lakini pia zinatokana na marejesho ambayo wakopaji wa mwanzoni kabla yetu wanaendelea kurejesha kila mwaka, na ndio tunapata sasa fedha ili tuweze kukopesha wanufaika wengine kama ambavyo tumefanya hapa leo. Lakini niseme kwa kifupi, huu ni mkopo ndugu zangu. Hii sio zawadi. Ukipewa zawadi hauwezi hata kurejesha. Zawadi unapewa inakuwa kwa matumizi yako. Lakini ukishapewa mkopo, maana yake ni lazima urejeshe kwa utaratibu ambao upo. Na uzuri wa mikopo hii, unakopa 2,000,000 unarudisha 2,000,000. Hakuna tena habari ya kuongeza riba, hakuna tena mambo mengine. Kwa hiyo niendelee kutoa rai kwenu ninyi kwamba huu ni mkopo na hii si zawadi. Na kwa kusema hivyo, maana yake tunavyoanza kuchukua leo mkopo, kuna vitu tunatakiwa tuvizingatie. Jambo la kwanza ni nidhamu na heshima kwa fedha hizi ambazo tunapewa. Nidhamu na heshima inaanza pale ambapo tulikuwa tumeandika andiko, kwa sababu sisi wote humu ndani tumeandika maandiko ya mikopo. Sasa utakapokuwa umeanza kuandika andiko, maana yake umeshaanza kuwa na nidhamu pale kwenye andiko. Unasema mimi fedha hii nitaifanyia 1, nitaifanyia 2, nitaifanyia 3. Timu zikaja, zikakagua, zikashauri, zikaelekeza, na ndio baadaye sasa ikafika hatua hii ambayo wote tunaifurahia hapa. Sasa nidhamu inatakiwa pia iendelee mpaka pale utakaposhika fedha. Na tafsiri nyingine ni kwamba hakikisha fedha hiyo unaitumia kwenye jambo ambalo ulikuwa umeshaanza kulisema kwenye andiko lako. Ukipokea fedha ukaanza kutengeneza jambo lako jingine, ni dhahiri mkopo huu utakushinda kurejesha. Na mkopo ukikushinda kurejesha, ndio zinakuja zile alizotueleza mwanasheria kwenye mikataba, kuna hatua za kuchukua. Sasa hatutaki kufika huko kwenye hatua. Kama tunavyoshangilia leo na kufurahi kwa pamoja, tumecheza hapa, furaha hii iendelee kila mwezi unavyoendelea kurejesha, si ndio ndugu zangu? Isitokee sisi na wewe tukawa tena maadui, tunaanza kukutafuta usiku, tunaanza kukutafuta mchana urejeshe fedha. Kwa hiyo niombe sana tuwe na heshima, lakini tuwe na nidhamu ya fedha hizi tunazozipokea. Tusitoke kwenye lengo ambalo tumelisema awali na ndipo tukapatiwa fedha. Sasa fedha, wakati mwingine fedha ni kama zina sumaku hivi. Unajua sumaku yaani ukipewa tu tayari inaanza kukuvuta kwenye hivi na kuvuta kwenye vile. Vijana mpo? Sasa kuna vijana wenzenu wengine, na mwenyekiti wa mmoja vijana yuko hapa, wakipewa fedha wanaanza kukumbuka tu hivi ni nani alisema nimtumie hapa na ya kutolea? Hivi ni nani alisema nitume na ya kutolea hapa? Unaanza kutoa tena unatuma na ya kutolea huko na nini, unafanya vurugu huko. Vijana wengine wameoa, wanaongeza na wake wa pili, wanaongeza na. Ndugu yangu, fedha ya mkopo, kama ukiandika iko kwamba ninakopa kwa ajili ya kuolea mke wa pili, ukienda kwa mke wa pili hiyo itakuwa sawa. Si ni andiko uliandika hivyo? Lakini maandiko yenu yote tumeyasoma, tumeyaona, hayana hiyo. Hakuna sehemu kama nitatumia kutuma ya kutolea au nitaoa, haipo hiyo. Kwa hiyo msipeleke fedha huko. Mkizipeleka fedha huko, ndugu zangu, mtaishi kwa tabu wakati tunadaiana. Lakini wapo wenzangu kina mama oye. Sisi huwa tunapenda pia kuwanunulia ume zetu zawadi, si ndio? Umetoka hapa mjini,
Unapita dukani unaona mbona kama kuna visuti vizuri vizuri hivi, ngoja nimnunulie baba. Ndugu yangu, usimnunulie baba zawadi fedha ya mkopo. Usijaribu kufanya hicho kitu hata siku moja. Ila utafanya hivyo utakapoenda kuongeza mtaji, biashara yako ikue, alafu pale sasa upate faida. Hiyo faida sasa, ndugu yangu, nyingine unaweka akiba, nyingine unafanya nini? Unatumia kwa vitu vingine pamoja na kuupa mwili pole, si ndio? Si tunafanya kazi sana. Basi utakapo unywe kajuisi, unywe na vitu vingine kwa faida, sio mtaji. Vikundi 34 kati ya 40 viliomba mkopo na ndio vimepata sifa ya kukopeshwa kiasi cha shilingi milioni 300, ambapo leo hii nitakabidhi hundi ya mfano kwa vikundi hivyo. Niwape hongera wana vikundi mliopata sifa ya kukopesheka. Ndugu zangu, vipo vikundi 6 ambavyo vilikosa sifa ya kupatiwa mkopo. Niwaombe wafuate maelekezo yaliyopatiwa na kamati zilizowatembelea, na ninawaagiza maafisa maendeleo ya jamii kuendelea kuvijengea uwezo vikundi hivi ili vipate sifa ya kukopesheka na kunufaika kiuchumi, kwani fedha hizi zitaendelea kuchangiwa na kurejeshwa ili kuendelea kuwakopesha wengine. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kuelekeza wataalamu wetu wa halmashauri kuendelea kuvitembelea vikundi vyote vitakavyopata mkopo na kuvijengea uwezo wa kuongeza mnyororo wa thamani kwenye bidhaa watakazokuwa wakizalisha, ili tuwe na vikundi bora vinavyotoa huduma za kiujasiriamali ndani na nje ya wilaya yetu ya Newala. Mwisho, ninawashukuru sana na kuwapongeza waalikwa wote na vikundi vyote vilivyopo hapa pamoja na viongozi mbalimbali mlioshiriki kikamilifu katika hafla hii muhimu. Niwaombe tuendelee kudumisha amani yetu, umoja na mshikamano uliopo katika nchi yetu kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Mwisho kabisa, tunafahamu tarehe 13 Januari, yani siku ya Jumanne, tunakwenda kufungua shule. Nitumie fursa hii kuwaasa hadhira mlioko hapa, nyie ndo wazazi, nyie ndo walezi, si ndio ndugu zangu? Basi tarehe 13 tunapokwenda kufungua shule, watoto wetu wote wenye sifa, wale wanaostahili kuingia elimu ya awali, wanaostahili kuingia darasa la kwanza, na wale waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza, tuhakikishe wote wanaingia darasani tarehe 13 Januari. Na tunapokwenda kukuza mitaji yetu, tunapokwenda kukuza biashara zetu, tuhakikishe tunakwenda sambamba na kukuza elimu ya watoto wetu, maana watatufaa baadaye. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais. Haya yote yanatokea, Mheshimiwa Mwenyekiti wa chama amesema, yanatokea kwa sababu kuna usimamizi mzuri. Mimi niwaambie, ni kwa sababu pia tuna rais mzuri na mwenye upendo kwa jamii yake ya Tanzania. Kwa hiyo tunapopata fursa hii muhimu ya kupewa fedha hizi za mkopo usiokuwa na riba, wa mkopo wa kukopa 1000 ukarejesha 1000, tuendelee kufanya biashara zetu kwa uaminifu mkubwa, tukiakisi matarajio ya Mheshimiwa Rais ya kuona jamii ya watu wa Nyang'hwale na taifa letu la Tanzania inakuwa kiuchumi, inajitegemea kiuchumi, na hapo ndipo tutakapopunguza na ile changamoto kubwa ya ajira. Ndugu zangu, hakuna serikali duniani kote inayoweza kuajiri watu wake wote. Kwa hiyo tunapopata fursa ya kukopeshwa mikopo isiyokuwa na riba, ni kuendelea kumwombea Mheshimiwa Rais, lakini sisi tukatende kwa uaminifu ili fedha tulizopewa zikakue na kustawi, na kama tulivyohusiwa na mkurugenzi mtendaji, tusiende kuoa, tusiende kutafuta wachuchu wapya. Kwa mama zangu, msiende kuwanunulia baba zangu suruali mpya,
Mtaji ukishakuwa ndo unatafuta zawadi kutokana na faida na sio faida yote, ili uendelee kustawi na kustawi. Maombi haya yanaweza kupitishwa kwa vikundi vya wanawake 13 kiasi cha shilingi milioni 72, kwa vikundi vya vijana vikundi 15 kiasi cha milioni 207,400, na vikundi vya watu wenye ulemavu vikundi 6 kiasi cha shilingi milioni 20. Mheshimiwa mgeni rasmi, licha ya halmashauri kuendelea na jitihada za kuwawezesha wananchi kiuchumi kupitia mikopo isiyokuwa na riba, kumekuwa na changamoto za mfumo baadhi ya maeneo kwa kuwa hafifu wakati wa uombaji wa mikopo, lakini hali hii tumekuwa tukikabiliana nayo kwa wataalamu kushirikiana na vikundi kwenda maeneo kuliko na mfumo na kutekeleza azima ya jukumu hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, ucheleweshaji wa marejesho kwa vikundi baadhi ya wakopaji kunapunguza juhudi za serikali kuendelea na kutoa fedha hii kwa vikundi vingine, lakini hadi sasa tunaendelea na kushirikiana na kamati za huduma za mikopo ngazi ya kata na serikali za vijiji kuhakikisha fedha yote iliyokopeshwa inarejeshwa.